ya leo inaanzia Kilingeni. Queen Mother Shakra Kiki akiwa na wachawi wenzake anawaambia kuwa sisi ni viongozi katika familia na jamii zetu. Hakuna miongoni mwetu aliye dhaifu. Ila nataka kujua kabla tujaenda kwenye majukumu yetu ni nani anayetaka kusema chochote. Akaibuka mjumbe mmoja na kumwambia Queen Mother, bi mdogo ananisumbua sana. Ananikosesha raha nikiwa na mume wangu. Sijui unanisaidiaje Queen Mother? Hakuna anayeweza kukubugdhi kama Queen Mother nikiwa hapa. Queen Mother akamgeukia Maria na kumwambia, wewe ni mwanachama mpya hapa na bado mume wako yupo hai mpaka hivi sasa. Katika chama chetu ni kosa kubwa sana kuwa na mwanachama ambaye mume wake bado yupo hai. Usiku wa leo Queen Mother Shakra Kiki anahitaji roho ya mume wako. Queen Mother akainyosha fimbo ya kichawi na kuliita jina la mume wake Maria. Kivuli kikatii sauti na kuacha mwili kitandani mpaka Kilingeni. Kamata hiki kikombe cha kifo na umkabidhi mume wako. Kivuli kikafuata maelekezo na baada ya hapo kikatoweka. Basi Queen Mother ni kuchekelea tu. Hiki kijiji kipo chini ya miliki ya kifalme na ndoto ya mabinti wengi ni kutaka kuolewa na mtoto wa kifalme ili waishi maisha mazuri ya kifalme. Kama ilivyo kwa huyu binti anaitwa Queen, kila anapotafuta nafasi ya kuwa karibu na mtoto wa mfalme anapigwa knockout na Amaka ambaye kwa hivi sasa ndio anapenzika na Prince. Queen alipobaki peke yake akaiomba miungu ya ardhi yake iweze kumsaidia kumpata Prince kwani anampenda sana. Bibi aliporudi nyumbani ni kilio tu bila hata ya kuweka kituo. Mama akajisogeza kutaka kujua nini kinachomliza binti yake asubuhi yote hii. Mama, moyo wangu umevunjika. Najitahidi sana kuwa na Prince lakini kuna mtu anaingilia penzi wangu. Mama, nampenda sana Prince, tafadhali naomba unisaidie. Hilo limeisha mwanangu, wala usio na wasiwasi. Ule utampata, mbona ni wakwako. Mama yupo vizuri kwenye masuala ya kupuliza akamtoa wasiwasi binti yake. Huku kwa Maria siku haikupinduka mume wake kaiaga dunia japo si kwa mapenzi ya Mungu ila ni kafara ndo ilimwaisha kuzimu. Maria alilia kama vile hajui chochote kinachoendelea na huku siku wa jana ndo alimtoa Kilingeni. Taratibu za mazishi zikaanza kufanyika nyumbani kwa Maria ni kulia tu na wajumbe wa chama kikuu cha wachawi walikuwepo lakini wanavomtuliza kama sio wenyewe wahusika. Maria unaambiwa alilia mfululizo bila hata ya kuweka kituo licha ya kuwa yeye ndo aliyemtoa kafara mume wake. Baada ya msiba kumalizika wajumbe wakakutana na kumpongeza Maria kwa kumtoa kafara mumewe. Kifo cha mume wako kimekufanya kuwa mwanachama kamili kwa hivi sasa. Ndiyo, wote tumefanya hivyo ili kuwa na nguvu. Hata mimi niliogopa kumtoa mume wangu lakini nilipomtoa raha ninayojisikia sijawahi ipata toka dunia kuumbwa. Maria akasema sikujua kama nitaweza ila acha niungane na furaha mliokuwa mkiipata hapo awali. Maria, karibu kwenye chama cha uhuru. Upo huru sasa. Upande wa pili tunakutana na Ndondocha ambaye alitolewa kafara na mama yake Angelina ili apate nguvu kwenye chama chao cha kichawi. Jamaa alipokuwa kwenye pilika zake za kutafuta chochote kitu akamuona mama yake na kumuita kwa jina Angelina. Kisha akaondoka. Ukimya ulipita katikati yao kwa sekunde kadhaa hivi. Hakuna mtu alithubutu kusema chochote. Angelina akamwambia, unajua sipendi kukutana na mwanangu akiwa kwenye hii hali katika hiki kijiji. Angelina, upasi kusema hivyo. Ili ni chaguo ulichagua kumtoa kafara mwanao ili upate nguvu. Na ndio maana wewe una nguvu kuliko sisi. Sababu uliwatoa watoto wako wawili kafara. Jamani, hem tuendeleeni na safari. Sahauni kuhusu ya kijana. Huku kwenye pitapita za wazee wa hiki kijiji wakakutana na kijana Ndondocha mtoto wa Angelina. Sasa tusichokijua kuhusiana na huyu mtoto wa Angelina, huyu mwenye ndevu ni baba yake mdogo ambaye ni tumbo moja na baba yake mzazi. Mr. Gogo akasema kuwa naumizwa sana na hali ya huyu kijana kila ninapomuona. Ba mdogo wake Mr. Mazuki akasema nitalifuatilia ili nijue chanzo cha tatizo lake sababu hasa ni nini. Alikuwa kijana mchapakazi tu, tena hana tatizo na mtu. Sasa sijui ni nini ambacho kilimsibu. Mzee Gogo akasema sio hivyo tu, hata kifo cha kaka yake kilikuwa cha utata sana. Mimi mwenyewe nilivyosikia maneno ya hapa mtaani wanakihusisha sana na mambo ya ushirikina. Mzee Gugu akasema ni swala la muda tu, ubaya utawarudia wabaya wanaoutenda. Nyumbani kwa Angelina anajipongeza kuwa mwanamke mwenye nguvu za kichawi kuliko wanawake wote katika hiki kijiji. Asante sana Queen Mother Shakra Kiki. Kumbukumbu zake zinaturejesha Kilingeni alipokuwa akiomba ongezewe nguvu zaidi. Queen Mother akamwambia unaloliomba ni rahisi lakini litagharimu roho za watoto wako. Queen Mother, hao watoto wawili ndio familia pekee niliyoibakiza toka nilipomtoa baba yao kafara. Queen Mother akamwambia kama unataka kuwa na nguvu kuliko wanawake wote katika hiki kijiji inabidi mmoja afe, mmoja awe kichaa. Kanuni ya mchawi haogopi kutoa chochote. Angelina akakubaliana na masharti. Kilichofuata ilikuwa ni kutekeleza maagizo ya masharti aliyopewa. Angelina akawaandalia chakula wanawe na bila kujua wakala wakiwa nakisifia sana. Mama, leo umepika chakula kitamu sana. Aisee, mama hujawahi kupika chakula kama hiki. Walikisifia bila hata ya kujua kilichomo ndani yake. Asikupita sekunde hali yao ikabadilika ghafla. Akaanza mkubwa kwa tumbo kumsumbua. Mwingine alipomfuata na yeye akajikuta akichekelea tu. Mama chozi likamwanguka kwani uchungu wa mwana ujuai ni mzazi japo wa kwake ameamua kuwatoa kafara.
Tunarudi kwa Malia. Sharti lingine alilopewa ni kuhakikisha kijana wake aoi, na kama akifanya hivyo basi atampoteza. Sasa leo nyumbani kijana akamleta mchumba wake kumtambulisha kwa mama yake, ila walipoingia tu ndani kijana akiwa anaanza utambulisho, bi mkubwa akampiga kimbola binti aliyeletwa kutambulishwa. Binti alitoka mbio bila hata ya mwamba kujua nini hasa kinachomkimbiza, akabaki njia panda. Imekuwaje tena? Mbona akakimbia ghafla? Kijana anaitwa Steve aliporudi ndani mama yake akamuuliza, umemtolea wapi huyo mchawi na kumleta hapa nyumbani kwangu? Mama, unajua bado sielewi kilichotokea. Uelewi nini? Sasa nisikilize Steve, sitaki kumuona huyo mchawi akikanyaga hapa nyumbani kwangu. Steve akabaki dilema, kwani ni nini ambacho kimetokea? Kwa Prince na Amaka penzi limekolea nazi, hata wakiwa kwenye gari ni mambo ya kubebishana tu. Wakati safari ikiwa inaendelea, katikati kuna kimbona ambacho akapigwa Prince. Ghafla mwamba akabadilika na kumtaka Amaka ashuke ndani ya gari. Amaka akauliza, ni nini ambacho kimekutokea mpaka unishushe ndani ya gari? Unielewi. Mwana akashuka mwenyewe kwenye gari na kumteremsha bibie. Yani mambo yamebadilika faster. Huku kwa wazee wa kupuliza, mama anamwambia binti yake ajiandae, kuna ugeni mkubwa sana unakuja nyumbani kwao. Binti akauliza, ni ugeni gani huo mama? Njoo uone. Mama akataka binti yake aje ashuhudie mwenyewe, kwani hakutaka kuzungumza mambo mengi. Amaka alipofika nyumbani akamueleza mama yake yote juu ya kile kilichomtokea. Amaka, hakuna chochote ulichomkwaza? Hapana mama, tulikuwa vizuri tu, tena tulikuwa tunapiga story na kucheka vizuri tu, ila sielewi imekuwaje. Mwanangu Amaka, siamini unachonieleza, ila imenishangaza pia. Ule ugeni maalum aliozungumza mama mpulizaji ukafika. Prince akashuka ndani ya gari na kumfuata moja kwa moja Queen kwa kumuuliza kuwa ulikuwa wapi kipenzi changu. Mama akiwa anachungulia akamwambia msogeze ndani. Mpulizo sio poa nyie. Prince anapelekwa tu kama bendera mfuata upepo. Kwa upande wa Angelina, leo alipita kukagua mashamba na baada ya kuzunguka huku na kule akajisemesha mwenyewe, kumbe tuna maeneo makubwa kiasi hiki, tena yenye mali nyingi ndani yake. Mume wangu kipenzi alikuwa ndo kiongozi wa hii familia. Sasa ni wakati wa mimi Angelina kuwa kiongozi wa hii familia. Kwa kuwa ninazo nguvu za Queen Mother Shakara Kiki, nitahakikisha kila mmoja anakuwa chini yangu. Angelina aliporudi nyumbani akamuita mdogo mume wake na kumweleza kuwa leo nimepata muda kukagua mashamba ya familia. Sikuwa najua kama tuna maeneo makubwa kiasi hiki. Nilichotaka kukueleza ni kuwa kuanzia leo mimi ndo nitakuwa kiongozi wa mali zote za hii familia. Na wewe kama mdogo mume wangu nitakupa kile nitakachojisikia, ila kwa sasa hivi mnapoishi ndo mali yenu. Vilivyobaki vyote vipo chini yangu. Mr. Mazuki akauliza, umeniita hapa kunieleza upuuzi? Ulisikia wapi mwanamke akawa na maamuzi ya kifamilia ikiwa mwanaume kama mimi nipo ndani ya familia? Angelina kwa kiburi akamwambia Mr. Mazuki, mwanaume ukawe wewe. Sasa nenda ukawaeleze wake zako nilichokuambia. Angelina akamwambia hao waliokutuma kuwa wamefeli. Hili jambo halitakaa liwezekane abadan. Mzee alipolifikisha jambo kwa wake zake alikuwa ingia akilini kabisa. Kwa hiyo ndicho alichokuitia. Mimi ninachokifahamu mwanamke hawezi kuwa kiongozi wa familia. Amaka akaunga mkono hoja. Kwa hiyo huyo mwanamke ni nani baba? Yeye anajiona nani? Kelele zikamtoa ndani Angelina baada ya kusikia majibizano yanayoendelea hapo nje. Kwani kuna shida gani mimi kuwa kiongozi wa hii familia? Kama mkuwahi kuona basi Angelina atakuwa wa kwanza. Ni nani kati yenu anayeweza kunizuia? Mimi Amarachi nitazuia hili lisitokee. Wewe wakuzuia hili lisitokee? Hivi umejitazama vizuri na hiyo mimba yako iliyopitiliza miezi? Mama Amaka kaingilia kati, mambo ya mimba ya kuhusu. Naomba utupishe. Palichemka hapa ndani ya dakika chache, unachezea mirathi wewe. Kwenye kikao cha wanaume mzee Mazuki akamueleza mzee Gugo kilichojili nyumbani kwake. Muda huu Angelina yupo na darubini yake nyumbani kwake anawatazama ndani ya chungu. Alimuona nani katika hiki kijiji amefanya jambo la ovyo kama hilo analotaka kulifanya yeye? Mzee, hakikisha ukubaliani na anachokueleza. Hili jambo nitalifikisha kwa wazee wa baraza. Baada ya kikao cha wanaume kumalizika, mzee Gugu akajichimba sehemu ile iweze kupunguza wese liloko mwilini. Akiwa anashusha maji yaliyojaa kwenye kibofu cha mkojo wake, Angelina akamtokea kwa nyuma. Mama akamchimba mikola mingi, utakapothubutu kupeleka hili jambo kwenye baraza la wazee utanitambua mimi ni nani. Mzee Gugu alipotaka kutia neno akapulizwa. Ghafla kawabubu. Akarejea kuzungumza. Angelina. Mama kutaka kusubiri akatoweka. Mzee unaambiwa kutaka kusubiri ikabidi aepe. Nyumbani Angelina ni kama anajilaumu peke yake. Nilimwambia Mr. Mazuki kuwa mke wake hana uwezo wa kubeba mimba alipotaka kumuoa. Sasa anataka kujifungua ili aniaibishe. Haiwezekani. Yaani mimi Angelina nionekane muongo. Hospitali manesi wanahangaika kumwambia Marachi asukume, lakini wapi. Kila wanapojitahidi ngoma inakuwa nzito. Wametumia njia zote lakini bado jambo limekuwa zito licha kuwa mimba tayari ishapitiliza miezi 9. Mr. Mazuki kiti ya kikaliki anajiuliza ni nini hiki kinachohisibu familia yangu. Yapata miezi 12 mke wangu hajajifungua. Angelina akadakia, nilikwambia familia yao ni mbaya, haifai kuolewa, lakini hukunisikiliza kabisa. Angelina, sihitaji kusikia kelele zako, najua uipendi familia yangu. Nachokihitaji sasa hivi ni maombi pekee. Sina shida kusikia hizo porojo zako. Mama Amaka akatoka wangu na kumwambia mume wake kuwa tunapaswa kufanya jambo kwa haraka zaidi ili kuokoa maisha ya Marachi. Nenda ukamuite pasta. Mr. Mazuki kipindi anaongea na Angelina alidhani kuwa yupo naye, kumbe Angelina yupo kwenye kilinge huku anachekelea tu kuwatazama kwenye chungu wanavyoteseka.
Fasta Amaka akafika kwa pasta na kumweleza kuwa baba ameniagiza nikuite, kuna jambo la dharura. Pasta akajisemea wachawi wamerudi katika hiki kijiji, sasa ni wakati wa jina la Mungu kutukuzwa. Alikuwa swala la kupoteza muda, leba pakageuka chumba cha maombi. Kila mmoja aliomba kwa namna alivyoweza, Amarachi akiwa hajiwezi muda huo katika kitanda cha kujifungulia. Angelina akapata signal kuna hali ya hewa imechafuka. Fasta akakiwai chungu chake. Hapana, hawezi kujifungua, hapana. Akapuliza lakini wapi, kila anapotuma kimbola wapi, chungu kikavunjika. Maombi akapamba moto ndani ya wodi ya wazazi. Dakika chache Mr. Mazuki akatoka akimshukuru pasta kwa mkewe kujifungua salama. Pasta akamwambia sifa na utukufu zirejee kwa yeye atupaye uhai, na unapaswa kusali kweli kweli kwa sababu wachawi wanakuinda na wanaiwinda familia yako. Pasta akaaga na kuondoka. Mr. Mazuki akabaki akijiuliza, wachawi gani tena? Mbona pasta kama ananivuruga? Angelina akukubali kushindwa, akasema sasa pasta, umeununua ugomvi. Natangaza vita popote ulipo kwa jina la Queen Mother Shakara Keki. Baya hili likufike huko uliko. Akatuma skadi, lakini pasta naye yuko vizuri. Skadi ikarudishwa kama ilivyo. Dada ilimbabua kwenye macho na ikamtia kipofu. Macho yangu. Unachezea jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu wewe. Wajumbe walipopata taarifa, Fasta wakaja kwa mwanachama mwenzao kutaka kujua ni nani aliyefanya hivyo. Angelina kwa tabu akaambia ni pasta. Hivyo kijana hatujui. Wakaunganisha mikono yao kuita nguvu ya Queen Mother Shakara Keki ili aweze kumponyesha upofu uliokuwa umemwingia Angelina. Dakika chache upofu kamuondoka Angelina na wakabaki wakilisifu jina la miungu yao ya Queen Shakara Keki. Pasta akapokea ugeni wa mmoja wa mama wachawi katika hiki kijiji. Akamtaka pasta amfundishe kusali, kwani amekuwa akizisikia taarifa zake kutoka kwa waumini mbalimbali katika hiki kijiji. Pasta akamuomba afunike macho ili waweze kusali. Maombi yalipoanza, kuna chakula hapa kilikuwa mezani. Pasta alisitisha kula ili aweze kutoa huduma. Bidada akakipiga kimbora. Pasta akalishtukia hilo na kunyanyuka na kusema, kumbe na wewe ni miongoni mwao. Umekuwa ukitujaribu sana wewe kijana, inaonekana utujui vizuri. Pasta akamwambia, hulijui jina lishindalo majina yote. Maombi yakaanza. Mama akatoweka na kudondokea mtaa wa 7. Mambo yalipokuwa mazito, wachawi wote wakarudi kilingeni kuomba msaada kwa Queen Mother Shakara Keki. Huyo kijana anawasumbua ni nani? Sasa leo atatutambua sisi ni akina nani. Usiku wa manane, pasta naye yupo katika maombi mazito ya kusifu na kuabudu. Kilingeni wakatuma mashambulizi kwa pasta, ila kwa kuwa pasta alikuwa vizuri katikati ya maombi, kimbola kikawarudia. Unaambiwa walipalanganyika humo wote, yani hakuna aliyeguna, kila mmoja alianguka chini. Mambo ya kirozi muando, ni kusema amen. Kulipopambazuka, wachawi wakajikuta uraiani wakiwa wamezungukwa na mamia ya watu. Bila kujua wakaanza kusema maovu yote walioyatenda, yani kila mwananchi ni kushika mdomo. Huku kijana wa mama Angelina aliyegeuzwa kuwa ndondocha, ufahamu wake ukarejea na kushangaa mazingira aliyokuwepo. Mdogo akatoka kwenye yale mazingira aliyokuwepo ili kurejea nyumbani. Prince naye akazinduka kutoka kwenye limbwata aliyokuwa ametengenezewa na mama yake Queen. Akabaki kujishangaa, wewe imewezekanaje ukawa ndani ya hii nyumba? Amaka yuko wapi? Nipo mimi hapa. Wewe unafanya nini? Toka. Bibia akafukuzwa bila hata kutarajia, hadi anabaki ameshangaa, hivi imewezekanaje? Familia ya Amaka ikabaki ikimtukuza Mwenyezi Mungu na kumwambia Daniel, kuwa unapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunusuru kutoka kwenye ondondocha mpaka kurudi kwenye ufahamu wako wa kawaida. Mazungumzo yalipokuwa akiendelea hapa nyumbani, Prince akaja na kulipiga goti kwa kuomba msamaha kuwa haikuwa akili yake, hakujua hata nini kilichotokea. Bi mkubwa naye akaunga mkono hoja kwa kusema kuwa na mimi nilijua kuwa hazikuwa akili zako. Amaka akamsamehe Prince na hatimaye akarejea tena kwenye penzi lake jipi ambalo halihitaji dawa wala limbwata. Ni penzi shatashata ambalo linakolezwa na nazi nyingi, nazi 7 hivi. Chezea mahaba. Jamani, niambie kwenye hii movie ambayo umeitazama, mmeishuhudiaje? Huo ndo unakuwa mwisho. Lipi ambalo umejifunza kutoka